Kwa hiyo kwema. Sio kwema. Shida ni nini? Yaani hujui shida. Hivi mwanaume una shida gani? Hivi unashindwa kutoka kazini uje kucheza moja kwa moja ndani kwako. Hadi usimame uanze kuongea na majirani. Na shida gani? Faili kwa mpole. Kwa mpole nini? Unafikiri sijaona? Lungu yangu una shida gani? Shida gani? Kwa nini hata usinipe pole wakati mimi ndo muda natoka kazini sasa hivi? Nielewa basi. Hivi unajua mdada anachokifanya kweli? Mimi naumia mwenzio eti naumia. Niache mimi sitaki bana. Ndio yangu nataka pale. Na maana umekuwa mgomvi. Nisikilize. Ndio yangu nataka pale. Imeweka na siku 2. Lakini leo nakuta ndio imejaa. Bila na anayeweka ndio wangu ita pia hapo utabadilisha lini? Mtu anaomba karafini yani ujue kwamba huko amepata mkasa gani? Kama unampokea na maneno. Nisikilize. Kama nataka nibadilike. Naomba achana mazoea na huyo dada. Na tuhama hapa sitaki kukaa hapa tena. Sitaki. Nimechoka mimi. Tuama hapa tuende wapi sasa? Tuhamie sehemu nyingine. Tuhamie sehemu nyingine. Bana hapa ni kwenu. Tumepanga. Hata sehemu nyingine. Sitaki mimi sikai hapa nyumbani. Wewe unaona hali ya maisha ya Saidi iko sawa wewe? Unaposema kwamba iko sawa. Wewe ndio uongo sawa. Hebu fanya hivi, sikiliza bana. Kwanza mimi nimechoka. Natakiwa uniandalie hata chakula kwa. Nimetoka kazini na njaa. Leo niandalie chakula unazia. Sio bana sitaki. Stori zangu nishakuzoea sana bana. Ngoja mimi kwanza nizoee hivyo hivyo. Sikiliza basi, nisikilize. Mimi na njaa, niandalie chakula. Kwenda nacheka kama mazuri vile, lakini utulivu si wa kawaida. Niko sawa mpenzi wangu. Hivi ujalasha na kuna kipindi chako kizuri umekaa sikuelewi tangia ama hujaridhika na hawa watu ambao ni watu hapa nyumbani, kwa sababu hauendi kuwa mpweke tena. Hata nikiondoka unakuwa unabaki na furaha na amani. Kama kuna kitu please niambie mke wangu. Kama hujaridhika, kwa sababu sitopenda niondoke afu ubaki kwenye huzuni. Hapana mpenzi, niko sawa. Na wasiwasi kidogo tu. Ninatamani ungejua ninayopitia. Huenda maisha ni kwamba tu nitakuuliza. Mimi na video. Nafahamu. Nitajua tu au kuna itasema inakuwa kama ni fumbo kwangu. Nashindwa kujua kwamba ile kitu ambacho tunakusumbua kinakuwaje. Ila kwa kinaambia kweli. Sasa mimi kuna kitu unanificha. Ngoja kitu ambacho tunafanya sio na amani na furaha. Kwa sababu nimejitahidi tangia asubuhi kuangaikia watu. Kumpata huyo nje, huko ndani nimekuletea huyo mrefu kwa twiga au jampenda kwa kono ndofu. Mume wangu bana. Una utani sana. Sio utani, unajua naongea kweli. Na kuna vitu unaficha. Wewe. Na maana utani wewe. Mambo gani wewe unafanyia mke wangu? Wewe unaomba chakula? Sasa hata kama nimekuomba chakula ndio nipe chakula bila mboga. Uniletea mboga? Yaani ndani umekuja kuwa kama kidudu mtu sasa. Sio kidudu yani tu. Sio kidudu mwanamke, utajua mwenyewe. Labda hema mwachia wale. Waachia wale? Labda jirani yangu mnaletea mboga. Ndio majibu ya shombo unayatoa wapi? Hapo ndo unaona natoka kwa ndugu. Wale ndio umeniweka chakula nige kiko namna hii. Unaona? Unaona?
kula chakula chako. Mimi maji tu yananitosha. Yaki story na wewe. Mambo hiyo unayoongea hapa yametosha. Labda hauna njaa, umeshakula huko? Nimeona nimekaa chakula changu. Nimekuwa huko nani kanipikia? Acha dharau. Wife acha dharau. Hapo ubadilike. Ujue mtindo wa kuishi na watu. Sio wale tu watu wanasimama tu wanasalimiana wao unaanza kurusha roho juu. Watu hatuko hivyo. Jifunze. Sinaongea na wewe, mbona unakaa? Nimekwambia sasa hivi. Sawa. Sasa mkangu mimi natoka. Hicho kula kwa mwenye chakula ndio. Mimi kabisa na mzigo mkubwa na sisi tumekaa tunaongea. Sijui unamuelewa, yani anapita sisi tuko busy tunaongea. Binti, endelea na yako. Sikiza, amekuja tu leo. Kama unaweza kuwa mkarimu. Unatakiwa mfanye siku. Jamani mume wangu. Mpaka unjue tabia zake kwanza ndio utakuwa mkali kwake. Kwa hiyo hata kama amekuja leo, yeye anaona kabisa watu wako busy wanaongea, anapita na muziki mkubwa. Hiyo ni heshima kweli. Sikiza, mfundishe taratibu. Atafikiri kama unamtetea sana. Sio kama namtetea. Ni kwanza amekuja leo simjui tabia zake zikoje, si ndio? Na wewe msome kwanza tabia zake, mpangilie mwombe. Hichi kinatakiwa, hichi hakitakiwi. Hichi kinatakiwa. Wewe binti mwenyewe bado mdogo. Ana udogo gani? Kwanza anaonekana na mapepe. Hayo. Ndio. Mimi sidhani kama tutafika mbali na msichana. Binti, njoo mara moja. Amba mkae mzungumze mwelewane hapa. Sawa. Njoo. Kaa tu hapo. Sawa. Binti. Nimekuita hapa. Huyu ndo mama yako. Sawa. Unapaswa umheshimu, kuwa na nidhamu kama nilivyoambiwa na aliyenikabidhi kwako kwamba una nidhamu ya kutosha. Kwa naomba umsikilize. Chochote atakachokwambia tekeleza. Sawa? Kwa hiyo na hii hitilafu iliyotokea hapa, hatuendi sana makelele ya muziki. Kwa hiyo hajakwambia Samia alikuwa kwenye hasira, lakini jitahidi sana usio unaweka muziki mkubwa ndio unapokuwa kasibia. Labda ukiwa chumbani kwako unaweza kufanya unavyofanya, sawa? Lakini zingatia yale ambayo anakuambia, sawa? Sitaki nitoke nirudi hapa nikute kana marumba. Nahitaji kwenda kupumzika, kesho naondoka, so sidhani kama nitakaa na vitu vingi vya kuzungumza. Nasitaki kuamini kwamba ile mambo yote ni kwamba mimi seriously. Hapana mume wangu, lako ni moja tu pale, lingine linakwambia. Bado ni kubwa sana. Nipe ile dogo lake. Sasa mimi ndo ninayekuandaa. Na huko unakoenda, sitaki urudie nguo. Kwa hiyo nataka wewe unateleza, unabadilisha nguo kwa wakati. Na nimekuweka nguo zako zote unazopenda. Akia Mungu umeniweza. Asante kwa kunijali lake. Afkanda. Nakupenda pia. Okay. Niko ndani. Naomba umuongeze mwelewana vizuri. Mnaona? Sawa ingia. Unaitwa nani hivi? Naitwa Ana. Anaitwa Ana. Sasa sina kusikia moja. Wewe. Ndoto zako zimenibeba tena hadi pale asubuhi itakapofika usiku. Ninatamani ungejua ninayopitia. Huenda maisha yangejirudia. Nafasi ya mwisho ungeisikia. Kusilizini nilalapo unanitokea. Napambana bila kuchoka.
mateso nastahili kuyavuka, makosa yangu si ya kivuli chako bado kinanisu